La mwisho, as a leader here in Kenya, I want to say two things. Ya kwanza, tukiwa hapa katika shule, I challenge all of us, students, leaders, even teachers, tukuwe watu wa kusikizana. Not just talking, but also listening. Here in our county and in Kenya, there are schools that are already at home, especially boarding schools. I challenge all of us as a Republic of Kenya. It is time we recalibrate our national values. Whatever we are seeing in our schools is communicating something about the values that we have as Kenyans. And right from school, it is important to avoid the kind of things that are happening. Even as we do remedial measures to curb them, it is time now to know that we need one overarching values as a country. Kwa sababu hii mambo ya kuchoma shule na ya migomo, we have seen it most of the second terms. And clearly, it is not isolated. There is something we can learn about that trend. And one thing that comes out very clearly, we have abandoned our values. Maybe politics have become so dominant in our personal lives and in our communal lives and our social lives that we are departing from being Kenyans, from being human beings. We are becoming reactive every time. The second thing, tumesema from here Kiharu to Nanyuki to Kisumu to Pwani to Northeastern to Nairobi, all Kenyans are telling the government in one voice. We as Kenyans do not want the facility of Ebola here in Kenya, ile ya America. Na wacha nirudie tena. Jana waziri wa afya alikuja bunge. Na nikasimama nikamwambia, I have gone in many parts of this country, and I am yet to meet one Kenyan ambaye anauga mkono serikali kwa hii mambo ya kuleta Ebola Kenya na hiyo facility kule Nanyuki. So we are telling the government, you are not reading air. You are not reading Americans. You are not reading any other people other than the people of Kenya, who have told you it is a no for Ebola facility in Kenya. Hatuwezi fanya hizi jukumu zote tunafanya katika elimu, alafu watu wengine watuagushe kwa upande wa afya. Hiyo mambo hata mimi nashangaa na Wakenya wanashangaa. Kwani serikali inatumia akili gani? Kama tunatumia akili ya kujali Wakenya, ni vizuri tunasikiza Wakenya. Na tukisikiza Wakenya wamesema kwa kauli moja, waziri na serikali yote, Wakenya Kenya mzima wamekataa hiyo mambo ya kuletewa facility ya Ebola na US hapa Kenya. Na kama hiyo jambo mnafanya, because mnasema vitu kwa TV, dressed very well in suits, kama zile vitu mnasema you mean them, nyinyi wakubwa wa serikali, wacha tuwaone JKIA mukiraki hao watu wa Ebola, nyinyi mukiwalaki vile mnalaki watu wa tourism. Wacha tuwaone mumepaga laini ndege ikishuka KQ. Wacha tuwaone mkiwasalimia hivi. Let us see you hugging them. Let us see you saying hi to them. We are not going to allow that kind of nonsense anymore. And we are telling you, nyinyi watu ya serikali,
Muache kuweka vidole katika macho za Wakenya. Muache kutisha Wakenya tafadhali. Kama Wakenya ndio wameweka serikali katika uongozini, listen today and listen carefully. Wakenya wamekataa colonialism. Wakenya wamekataa ati nchi ya Amerika. Wao wenyewe wanasema hawataki Ebola kwao. Kenya oye! Wakenya watu wa Amerika viongozi tunawaona kwa sababu wao wanaajibika kwa watu wa US. Wanakuja katika cameras, wanasema hawataki cases za Ebola kule Amerika. Na nyinyi watu wa serikali munaweka tubo bele na pesa bele, munahatarisha Wakenya. We want to tell you, enough is enough. Muache. Asanteni sana. It is important tafadhali viongozi wote tusifanya vitu tu kwa mambo ya kujipendekeza. This kind of experimentations with the lives of Kenyans tuliona kule Haiti. Wakenya wakawekwa ndege mchana wakapelekwa Haiti. Walirudi usiku. Wale walienda kuwapea goodbye wakienda Haiti, hawakuwa wakirudi. They came back silently after the tragic failure. We do not want this sequence of tragic failures of putting the lives of Kenyans in the line. Na nikirudia wanisikiza vizuri, kama vile wanafanya kuleta Ebola ni muhimu sana. Tunataka tuone viongozi wote wa serikali. Hiyo terminal wanasema sijui terminal 6, sijui ni terminal what. Wewe unatuambia mambo ya terminal. Ile inatumika JKIA, EDA, ndege ikitoka DRC. Tukuone hapo ukiwalaki and hugging them. Na jambo la mwisho, Wakenya waliona nimeenda nikatetea mafuta. Wale wenzangu bunge wakafikiria nilikuwa napoteza masaa. Nataka niwaombe wenzangu wote, nimeenda kamati zile zinahitajika kuleta bei ya mafuta chini. It is now time tusahau hii siasa duni. Kwanza tuangalie wananchi ambao tunasimamia bunge wanasema nini. Na wananchi wanasema tufanye jukumu ya kuleta bei ya mafuta chini. So mimi nawauliza ile kamati ya finance, ile mambo nilileta bunge kwa kamati na igoja ikuje bunge. Na musitikie kupigiwa simu muambiwe hiyo mambo yangu at you drop them. Kwa sababu it's either you hear us as the representatives or Kenyans will speak to you directly. Na ya mwisho, tukiweka hiyo bajeti jana na tukadebate na nikasema hiyo maneno pale bunge, that we have budgeted pesa ya elimu ya capitation ambayo budget imeletwa na serikali inadebatiwa, inapitishwa leo. Kwa sababu unajua bunge ishanunuliwa, sasa maneno iko hivyo. Ati wanataka wapitishe budget ya elimu ya capitation, hakuna 50 billion. Ati wanasema hiyo tutaangalia baadaye. Jambo la pili, wanasema hii mambo sijui ya confirmation of JSS interns. I want to tell them from here, let us walk the talk. Budget ya elimu sio budget ya kucheza nayo.
Ile pesa imewekwa katika bajeti ya kufanya siasa. Mimi kama Ndindi Nyoro najua zile masimo zote wameficha pesa ya kufanya campaign. Mutoe na wauliza watoe hiyo pesa. Wakianza ofisi za mabwenyenye kule juu, hiyo pesa ya kuhonga wa Kenya muondoe, mulete katika elimu. Na katika elimu pia, judiciary yetu imeongea na ikaongea vizuri. And our judiciary is very clear that hii maneno ya kupea our JSS interns prolonged internships, koti yenyewe imepiga hiyo marufuku. So I'm appealing to the government, the TSC. Wakenya na walimu wote wa Kenya wanasema hivi: the confirmation of all the 44,000 JSS interns sio kitu wanaomba serikali. It is something that we are demanding to be done. Na hatutaki hawa walimu wetu wa JSS ati waambiwa wagoje mpaka January wapewe confirmation. The financial year of government will be starting in July. July tunaangalia, and we expect nothing short of confirmation of all the 44,000 JSS interns into permanent and pensionable terms. Na hiyo sio tafadhali. Kiharu oye! Tonyorokia Kiharu. Sasa mkienda university, munisikize, hii ndio maneno sasa nataka niwaabirie. Anyone who will get a grade ya kwenda university, kabla help itoke, pesa ya kuanza kulipa uanzage semester, the first 10,000 will come from us. Jambo la pili, wewe ungangane upate grade ya kwenda university. Pocket money 5,000 shillings itatoka hapa, mimi nimesimama hapa. So kazi kwenu sasa, mungangane to triple the number of university intake, kwa sababu we want to transform Kiharu not just for today but tomorrow. Asanteni sana, Mungu awabariki. Wapi makofi ya mheshimiwa. Aya, DJ. Aya, maybe before mheshimiwa